Ya habari yako ndugu mtazamaji wa Blessed Hand. Siku ya leo inakwenda kuzungumzia jinsi gani unaweza ukaziandaa kodi zako katika mziki wako. Na katika uandaaji wa kodi nitakwenda kuzungumzia vitu viwili, na kitu cha kwanza kitalenga kwa habari ya major code. Na kitu cha pili nitakwenda kuzungumzia kwa habari ya minor code. Utasikia kwa mfano bwana, kwa mfano vile mtu anaweza akakwambia bwana, mziki huu nimepiga katika funguo ya C minor. Unaweza ukajiuliza C minor inapatikana vipi? Simaanishi C sharp, ila mtu anakuambia ni C minor chord. Mtu anasema mziki wangu nilitengeneza katika funguo ya C minor chord. So mwingine anaweza kukwambia bwana, mimi ninatengeneza mziki huu kupitia C major chord. So hivyo vitu viwili ndivyo ninavyotaka kuzungumzia katika somo hili la leo, na nikusii kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hizi katika channel hii ya Blessed Hand, tafadhali weka ungwana kwa kubonyeza alama ya subscribe. Lakini kama umependa maudhui ya video hii, unaweza ukabonyeza alama ya kulike, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tutakapo upload video zingine zenye maudhui kama hizi, uwe wa kwanza kupokea taarifa pale tunapoingiza video mpya. Na usiache kutazama pia tutorial zilizopita huko nyuma kwa kujifunza mengine mengi zaidi kwa habari ya uandaaji wa muziki. Asante, na bila kupoteza muda twende moja kwa moja katika somo letu. Leo tutakwenda kuangalia funguo C ambayo tutaenda kujifunzia somo letu ili la uandaaji wa muziki, hasa kwa habari ya utengenezaji wa kodi. So kama tunavyojua, C ni funguo hii hapa, hizo zinazokupa rangi za njano ndio C. So nitakwenda kuongeza kidogo kwenye wa hizi noti ya tunavyojua, nikigusa hapa au hapa, hii ni C kwa octave ya chini kabisa, lakini kuna C hapa, C3 octave ya chini wakati, na hii mid octave, hii mid high octave, hii ni octave ya high octave. So ninakwenda kuzungumzia kwa habari ya scale. Kitu cha kwanza, ili ufahamu major chord zinapigwaje, lazima kwanza ufahamu scales ambazo zinapatikana katika funguo husika ambayo unataka kutengeneza muziki wako. So katika funguo yetu ya C, major chord zake ni hii hapa. Moja, utaruka kimoja, kinachofuata utaruka kimoja, kinachofuata hapo utaruka utatengeneza hiki, utaruka hiki kimoja, utaruka kimoja, utaruka kimoja, utaruka kimoja. Hizi ndio scale ambazo zinapatikana katika funguo ya C. Hizi ndio scale. Ni nini scale? Ni ile do re mi fa sol la ti do. Scale ni zile do re mi fa sol la ti do. So hizo ndo scale ambazo zinapatikana katika funguo hii C. Sasa nikasema kwamba nitakwenda kuzungumzia kwa habari ya pia habari ya C minor chord. C minor chord. C minor chord unazipataje funguo za C minor chord? Na
Bonyeza ya kwanza hapa, unaruka kimoja. Hizi scale za C minor chord inakupa, lakini pia unaruka au ruki kitu, unaruka kimoja, unaruka kimoja, unaruka kimoja, au ruki kitu, unaruka kimoja. Hii ndo C minor chord. So ikiwa C minor chord tunapata hizi scale zake ni hizi. So kodi ni nini? Kodi, tunapozungumzia habari ya kodi, kwa wewe ambaye ni mtu ni mara yako ya kwanza kujifundisha mziki wa studio, kodi ni fungu la noti nyingi zinazolia kwa pamoja. Kodi ni fungu wazungu wanasema is a group of chord, is a group of note sounds together. So kodi kwa Kiswahili ndivyo hivyo, tunamaanisha kwamba ni fungu la noti nyingi ambazo zimepigwa kwa pamoja, so na zinalia vizuri. So tunaanza kupita skeli hii ya, tunatengeneza skeli hii hapa ya C minor, tunatengeneza hii meja ya C kwa mfumo wa skeli, kwa mfumo wa skeli. Kwa hiyo tutakwenda kutengeneza kodi. Kodi ya kwanza kabisa ni hii hapa, utaruka vitatu hapa, kisha utaruka viwili. Hiyo ni kodi ya kwanza, lakini na advantage ya kujifunza hii, maana yake utajifunza pia mziki wa namba. Utakuja kodi namba mbili, namba mbili utaruka viwili hapa, utaruka tena viwili. Ya namba tatu utakuja kugusa hii, ya namba nne ya namba tano ni hivyo hivyo. Namba sita, namba saba ni poa, kisha utarudi. Hizi ndizo skeli zetu ambazo zinapatikana kwenye C minor chord. Hizi ndio kodi zetu ambazo zitalia kwa pamoja. Sasa kutokana na hapa nimeweka octave ya chini sana, itapiga low sana, kwa hiyo nitapandisha iende kwenye octave ya juu. So hii ndio C yetu ambayo kodi zake ni hizo, na kwa kuzisikiliza zina sound vipi ni. So nitapandisha tena ziingie kwa octave zile za juu kabisa. Kama tunavyojua hii ni C yetu, kwa hiyo tutazisikiliza. Nitapandisha hapa tempo ya 110. Yaani hapo ni sawasawa na ile fa so la ti do. Okay, hizo ndio kodi ambazo zinapatikana kwenye hiyo C major chord. Kwa hiyo hapa utakutana na hii ni major chord ambayo ni kia. Kodi ya kwanza ni major chord, lakini kodi ya pili ni minor chord, pia kodi ya tatu ni minor chord, hii pia inayofuata ni major chord, inayofuata ni
major chord, inayofuata ni minor chord, inayofuata hii ni diminished, inayomaliza ni major chord. So tumalizie kodi ile ambayo nilikwambia pia nitakwenda kukufundisha bwana. Ukisikia mtu anatengeneza muziki kupitia C minor chord, anachokimaanisha maana yake nitakwenda kukifuta. C minor chord maana yake kama nilivyokuambia, C minor chord ni hii hapa ya kwanza, ita sound hapa. Hii ndio minor ya C minor chord. Ya pili, namba 2 ya C minor chord ita sound hapa. Namba 3 ya C minor chord itakuja hapa. Namba 4 itakuja hapa. Tamaliza hapa. Namba 5 itakuja hapa, itakuja hapa, itakuja hapa. Namba 6 itakuja hapa, itakuja hapa, itakuja hapa. Namba 7 itakuja hapa, itakuja hapa, itakuja hapa, kisha tutarudi tena. Hizo ndio kodi za minor chord, nazo zitasound kwa mfumo. Taongeza speed ili kufanya haraka. Kwa hiyo C minor chord zitakuwa zinahusisha pamoja na hivi vibonyezo vyeusi. Wakati huo major chord ilikuwa imegusa vibonyezeo vyeupe tupu. Hiyo ndio major chord inahusisha na hizi noti nyeupe peke yake, noti nyeupe peke yake. So C minor chord itahusisha na hizi hapa noti 3 nyeusi. Na kwa upande mwingine C minor chord inatembea zaidi kwenye upande wa key ile ambayo inaitwa D sharp au E flat. So hizo ndizo major chord za C minor. Ukimsikia mtu anasema bwana, kwenye funguo yetu hii, kwenye mziki wetu wa leo tumetengeneza kwa kupitia C minor, maana yake anamaanisha hii hapo, hizi kodi ambazo ziko mbele yako hapa. So kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hii na unahitaji kujifunza zaidi kwa habari ya mziki wa studio, tafadhali usiache kubonyeza subscribe, like, comment chochote ambacho unahitaji kujifunza. Hii ni special kwa beginners, so tutaendelea kujifunza siku zingine. Mungu akubariki sana.